Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ndoa. Amri 10 za maisha ya ndoa. Usijitengenezee mahusiano mengine yanayozidi mahusiano yako ya mwenzi wako. Pasitokee mtu mwingine wa jinsia yoyote ambaye atakuwa na umuhimu juu zaidi kuliko mwenzi wako. Usimlinganishe au kumshindanisha mwenzi wako na mtu mwingine. Kumbuka, kila mtu yupo tofauti. Tumia hekima kumfanya mwenzi wako awe bora zaidi pasipo kumfanya ajisikie kwamba hafai au hana viwango unavyovitaka wewe. Usitumie tendo la ndoa kama fimbo ya kumwadhibu mwenzi wako. Hata kama mmepishana misimamo, kumbuka tendo la ndoa ni haki ya msingi ya kila mwanandoa. Usiishi maisha ya asili kwa mwenzi wako. Fanya jitihada za makusudi kuvunja kila tabia ya usiri ambayo itabainisha kila mmoja aishi maisha yake binafsi. Usijilaumu kuingia kwenye ndoa au kumuonyesha mwenzi wako kwamba anaweza pata mbadala wake wakati wowote ule. Hata kama unahisi ulichemsha, sasa fanya wajibu wako kuiboresha hiyo ndoa yako. Kumbuka upendo una nguvu kuliko mauti. Usiruhusu kazi au majukumu yako yaidhoofishe ndoa yako. Pamoja na majukumu mengi yanayokukabili, hakikisha umuhimu wa ndoa yako unabaki pale pale. Usiwe mbinafsi. Usipendelee mambo yako tu au ndugu zako tu, bali kumbuka pia mwenzi wako ana upande wake wa pili nao unahitaji kukumbukwa na wewe. Usiwe mwepesi kusambaza mambo yenu ya ndani kwa kila mtu. Ndoa ni taasisi yenye kanuni na taratibu zake. Mojawapo ya kanuni hizo ni utunzaji wa mambo nyeti, confidential. Uwe makini, unamwambia nani, kitu gani, wakati gani, na je, kitaleta madhara gani ikiwa mwenzi wako atajua. Usijidanganye kwamba kuna mtu mwingine anakupenda na kukujali zaidi ya mume wako au mke wako. Kumbuka, kuna watu wataonyesha wanakujali sana kwa sababu sasa upo kwenye ndoa yako. Siku ukitoka, hutaamini kama ndio kweli au ndo wale waliokuwa wanakupenda ukiwa katika ndoa yako. Usisahau kiapo cha ndoa ni kiapo cha damu. Ni kiapo cha maisha. Usiruhusu mawazo ya kutegana na kuachana yenye urahisi na mepesi sana ndani ya kichwa na moyo wako. Mara zote katika kila changamoto jikumbushe kiapo cha ndoa yako. Nitakuwa nawe katika hali zote, ziki na faraja. Basi katika haya yote ningependa nikuambie, peleka shida zako kwa Mungu kabla hujazipeleka kwa marafiki au wapambe au majirani. Usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kujifunza zaidi na zaidi. Asante na